outside the opinion na imati unaona. So according na game jana that who player wa Gor ito nani? Huyu Sharif. Hati aliangushwa kwa box. So kuangusha kwa box, refa akasema anataka nini? Penalty. Ali point. Alafu linesman. So unajua refa hawezi peana maamuzi bila linesman wote wako hapo. Si wako ni watatu kwa uwanja. Linesman huko na huko mwingine na ref. So linesman akasema hiyo si penalty. Dakika kidogo mafans wa Gor wameruka. Kama sivyo bakina mpira yeye mpatieni AFC Leopards. Yes, my good people, how you doing? What's popping, my there for the first time? This isn't happening for the first time. Tunafanya hii kitu for the first time, ni kitu tulikuwa inaendelea. Tunakuletea uchanganuzi ama kuchambua ama tunataka tu analyze KPL na NSL mazee kwa mpigo. Yes, inafanyika bandani nini Sports Africa. Your number one station ambayo inakuletea mambo ya sports. Your number one channel mazee. Kama unatazama hii for the first time mazee, nashukuru sana. You are somewhere safe. You are somewhere where you're going to be fed with good news about sports. Sasa kitu unapofanye subscribe, like, alafu share. Make sure mazee tunapata mtu mmoja ama wawili kutoka kwako. Yes, I go by the name Russell 001, jembe la majembe, mkali presenter nambari muoko, nambari 1. Na leo niko na guest ambaye pia si guest, ni mtu tumekuwa naye sana. Anakuanga behind the camera, leo tumemleta mbele. Yes, atajiintroduce mwenyewe. Si ndio? Yo, what's up my guy, director mziki hapa. Na leo tuko kwa Sports Africa, si ndio? Sports Africa manze. Leo tunaongea mambo ya sports. Exactly. Watu wametuzoea tunaongeanga udako huko nje, tunaongea mambo ya sijui inafanyika politics. Leo tumekuja kwa sports manze. Huyu hapa ni die hard wa Ingwe. Exactly. Ingwe ya Matere. Ingwe. Ndio hiyo. Chui. Hadi pilo ni ya Chui. Yes, mimi bado timu yangu iko huko chini. Kwa KPL, unajua nasema NSL. KPL mimi mtu wa Bandari. Mlicheza jana. Mlicheza jana. Tulicheza jana. Mimi ni mtu wa Bandari. Bandari. Nyinyi ndio mna adabu, mnasukuma rev. Bandari sikufurahia. Lakini mimi natoroka Bandari sasa hivi. Natoroka Bandari because I was there because nilikuwa 001. 001. Nilikuwa Bandari. Nilikuwa Bandari. Okay. Lakini ukiangalia sasa hivi Mombasa kuna timu inakuja pale inaitwa Mombasa United. Mombasa United. Ninaenda kwa Mombasa. Nimedhani una shift unakuja karibu na timu ya nyumbani Ingwe. Leo niambia Mombasa United I'm like Ingwe tayari kuna support muhimu ambayo inafaa. Ingwe inahitaji support tena. According to ndakupea timu zinachipuka support. Utaki kupea zenye exit support. Hizo tayari ziko na watu. Nyinyi mko mmeshikilia pale. Sasa sio tutafuta nyingine. But sasa hata mafans wanajua sasa AFC ndio kusema actually. Anyway, tutafika hapo. Sasa tunataka tufanye uchanganuzi first of all. Tuangalie weekend ilikuwaje. Kulikuwa na fixture kibao weekend. Mnikumbusha kulikuwa na fixture kibao. Weekend tumekuwa na fixtures. Ilikuwa ni match group nini? Ilikuwa ni week 28 of 34. Games ni 34. 34, So kumaanisha watu washacheza week 28 tumemaliza. Na tukiangalia game ya 28 ilikuwa ni gani hapo? Tuacha niziangalie 28, 26. Kulikuwa na Kariobangi Sharks na Mara. Mara walikuja hapa mtaani. Mara Sugar. Wakaweza kupiga bao moja. Wakabeba hapo ushindi. Kulikuwa na Shabana na Kakamega Homeboys ambayo walikuwa tunajua Kakamega watasumbua, though walijaribu kuonyesha ukakamavu pale. Kakamega Homeboys, lakini Shabana ikafunga bao nyingine tamu tena sana. Shabana walipiga Kakamega Homeboys. Moja Homeboys ni timu ya Toto. Wanaita Abana Baingo. Ndio hiyo sana. Waliweza kupigwa moja lakini walicheza game nzuri sana. Then kulikuwa na Mathare na Bidco. Bidco kidogo imepoteza form. Bidco ilikuwa ni timu nzuri, lakini nimeona pale wamepigwa 3-0. Mathare walipiga Bidco. Ndio na Mathare ilitupiga pesa ilipiga 3. Kumaanisha Mathare ni mbaya. Si mbaya. Tuliachia tu tulikuwa tumechoka lakini si ati mbaya tukubali. Mathare ikapiga. Alafu hapo tukiangalia Saturday. Saturday pia kukakuwa na game ya AFC Leopard na Kenya Police. Ambapo Kenya Police waliweza kuwafanyia mambo. Wakabembeleza mabao 3. Kwa enda ukunywa maji urudi. Na tena kuangalia pale ingine pia unapata pia Tusker na Sofapaka waliweza kutoka draw ya bure. Tusker KCB game ambayo ilikuwa na ushindani sana, ilikuwa ni kati ya KCB na Ulinzi. Game ambayo ilitoka 3-2. Walicheza wapi? Ilikuwa wamechezea kwa uwanja wa KCB. KCB sijui anatumia uwanja gani? Hii ni karibu na KCA University. Hapa ni utalii. But si hapo ndo kuna na KCB. Siko sure but we are going to research. Siko sure. Kukakuwa na Bomet. Bomet wakacheza pia pale na wanaitwaje?
Bomet wakacheza na Posta Ranger. Posta Ranger pia ni wabaya, lakini Bomet wamepata, umejua Bomet walikuwa wako pale chini. Wamepata ushindi pale pia ya bao 3-0. Murang'a Seals wakapigwa huko kwa nyumbani na Nairobi. Nairobi tuliwapiga. Nairobi United wanasumbua. Na tuliwapiga. Nairobi United tulipiga Murang'a Seals. Murang'a Seals pia wamepigwa tena. Wamepigwa nyumbani. Walipigwa nyumbani na Nairobi United 4-2. Na Gor Mahia na Bandari ikawa ndio game ya mwisho. Game ya mwisho ilikuwa ni Bandari na Gor Mahia ambayo iliweza kutoka draw ya 0-0. Na unapata hii game ilikuwa na tashwishi kibao sana. Kwanza majority mafans wa Gor wamekuwa negative towards management mpaka na FKF yote. Hadi FKF yote hadi wanaambia anaitwa nani huyu Hussein Mohamed na msaidizi wake ndo nani? Mariga, especially Mariga. Ati vijana wa FC, ati management FC imelipa watu pesa, watupatie kikombe. So that's wrong. Anyway, wafai kuongea hivyo actually because hivi najua ndio tuliona mpira, tuliona matokeo ya refa. Na mimi usemanga referee ndo kila mtu macho ya mpira. Hiyo outside the opinion na imati, unaona? So according na game jana that player wa Gor anaitwa nani? Huyu Sharif. Ati aliangushwa kwa box. So kuangusha kwa box, refa akasema anataka nini? Penalty. Ali-point. Alafu linesman. So unajua refa hawezi peana maamuzi bila linesman wote wako hapo. Si wako ni watatu kwa uwanja. Linesman huko na huko mwingine na ref. So linesman akasema hiyo si penalty. Dakika kidogo mafans wa Gor wameruka. Kama sivyo bakina mpira yeye mpatieni FC Leopards kikombe. So according to you, unaonaje uamuzi ulikuwa halali ama? Unajua kitu ambacho inanishangaza ni kwamba hii complaint sio mara ya kwanza imetokea. Ni complaint ilikuwa kwa last game na Tusker. Tena imetokea tena this time. Alafu ikiangaliwa kwamba management pia saa hii Mariga alikuwa ni mtu wa AFC. Anatoka Western. But Mariga cheza FC kweli? Ndio kwa amechezea AFC. Napinga. Sijamsikia. Wanyama nimemsikia. So ni kitu wa familia. Baba yake alichezea AFC. Baba ya Mariga. Ndugu yake amechezea. Ndugu zake wawili wamechezea AFC Leopard. Hadi umenikumbusha kitu. During era babake Mariga, AFC Leopard ili split mara mbili. Shiko story. Bado. Kulikuwa na AFC Leopard ya kina Mariga na AFC Leopard kina Shikanda. Sasa ndio juzi ndio tena wakuja wakasuluhisha maneno. Hata ndo maana baba wa Mariga akatoa wanyama sicheze FC Leopard, pia ndio maana maybe hata Mariga kucheza FC Leopard juu ya hiyo mvurutano. So unaona hiyo ndio kitu ambacho inafanyika kwamba wacha maana wameongea tena na uchungu sana. Ukiangalia video zipo online, watu wanasema hapana, hiyo afadhali wachukue hiyo kikombe upelekee. So Gor Mahia wana feel like hii rigging imekuwa mingi. Watu wanajaribu wanapigana na federation. Now they are not playing against the opponents again. Wana play against federation. But kanaweza sema ni Russell ni. But tukiangalia anyway pia tusikue biased kama mimi ni fan of tusikue biased. But according na game ya Tusker na hii game amechezwa juzi ya nini? Ya Bandari. Yenyewe ref ndo anapeana uamuzi. Lakini sasa ref akiwanyima, unaona pia inafanya picha inakuwa ni kama watu wa FC Leopards kuna connection na management tuchukue kikombe. But sisi tuko clean. Unajaribu kudhibitisha kwamba kunaweza kuwa na mambo yanafanyika. Hadi nimesikia mfano mmoja akisema timefika mahali pia Gor wanafaa waanze kulipa. Ati waingize mkono kwa mfuko walipe marefari. Sasa anamaanisha nani huwa analipa referee? Nani analipa referee? Umoja hiki kitu kama ikifanyika. So ikipatikana kwamba federation ukweli inavutia hiki kikombe sehemu fulani, inaweza kuwa ni kitu mbaya. Inaweza kuwa ni mbaya. Ukiangalia table. Wapatie table. Table inasema hivi. Iko wapi table ndio hii hapa. Table ina Gor Mahia iko mbele. Acha nikusomee tu top 10. Soma top 10. Gor Mahia iko mbele, wamecheza game 28, wako na 58 points. AFC Leopard number 2 na 55 points. Hiyo kumaanisha wamechana na gapi points ngapi? 3. Kumaanisha chochote kinaweza tokea. Kenya Police hao ambao wakurugenzi wako number 3 na 47 points. Hao wamesha ni kama wametolewa hapa. Sijui. Kakamega Homeboys number 4 wakiwa na 46. Shabana wametai hapo na 46 lakini wameshinda na goal difference. Hiyo ni number 5. Number 6 anatokea pale Nairobi United akiwa na 42. Tusker ako number 7 ako na 41. KCB anashikilia number 8 na 40. Number 9 ni Bandari yenyewe. Bandari ya Papa. Wakiwa na 39. Unasikia kuna gap ile hapa nyuma pia si mchezo. Ukipigwa moja unaenda tu kienda. Ndio hiyo. Haya, number 10 ni Murang'a Seals
Murang'a Seals wako na 38. Kisha namba 11 anapatikana Mara Sugar. Mara Sugar vijana wa nyumbani wako na 37. Mbona wanaitwa vijana wa nyumbani? Hao wanaitwa nyumbani. Wanasumbua the Giants le. Alafu ukiangalia pale chini kuna timu ambazo zinafaa zishuke. Top bottom 3 teams ni 18. Haya mwisho kabisa ni Sofapaka. Anapigizana relegation pale ako na point 17. Sofapaka, na Bidco United 17. Wako na 22 points. Kisha na Kariobangi Sharks wako na 26. So ujue kuna watu wanaenda kutolea hapa hiyo namba 17 and 18 wanaweza enda, ama namba 17 maana yake timu 3 zinashuka. Kwanza 3 zinapanda. Timu 3 zinashuka. Sasa kwanza Kariobangi Sharks, Bidco United, Sofapaka moja inaweza zote zinaweza shuka. Kuna hao ndo wanapigania relegation. Kumesha kukutana timu kama hiyo ni mbaya sana. Lakini unajua kile mimi nashtuka ni mbona Kariobangi Sharks wako hapa na game yao tamu, game yao ni mzuri sana. Wako na striker anaitwa nani? Aroko. Aroko anyway, unajua tulimecheza nao. Sasa walikuwa wanatuambia ati sisi tunataka kucheza na Kariobangi Sharks. Aroko atatufunga bao zake 4. Na alikuwa amesahau tuko na nani? Tuko na Undo. Umpiti. Kijana alifanya kitu. Alifunga. Wapi? Afunga wapi? Afu Ingo huwezi funga. Ingo tu wasi imetoa makucha huwezi funga. So Aroko alijaribu wapi? Lakini alijaribu kusumbua. Alisumbua wapi? Unajua kitu simple. Okay. So ligi inazidi kukimbia hivyo. Ligi inakimbia. So tukubadilisha saa hii out of 34 watu washacheza 28. Kumaanisha tumebakisha game 6. Game 6 peke yake tumfunge ligi. FC bebe kikombe. Msifunge ligi, FC bebe kikombe. Unajua Gor Mahia pia si mchezo. Najua si mchezo. Unajua Gor Mahia wako na bahati kama tungeweza kupiga Kenya Police. Hii game iliyopita. Tulikuwa sasa mko mbele sasa. Tulikuwa sasa tuko namba 1 juu ya table. But tuwako na bahati, unajua vitu vya Mungu pia wazijua, lakini siko sure. Destiny, lakini siko sure Mungu analipanga hiyo juu. Ni nini tu? Mvurutano kidogo. Tukapiga bao 3. Lakini si mbaya. Si mbaya. Lakini Kenya nasikia vibaya ni mashabiki wa Gor kusema ati Federation ina favor FC Leopard, whereby unakumbuka tukienda kucheza na Murang'a Seals. Wakatupeleka tucheze wapi? SportPesa. Hiyo uwanja SportPesa ya Murang'a. Hiyo ya SportPesa Arena. Da kidogo mpira imeenda wapi? Ulinzi Complex. Da kidogo mpira rudi wapi? Nyayo. Sasa unaona unajua Nyayo ni home ground ya Ingwe. Sasa mafans wa Gor wanaongelea kama Federation inaweza favor FC iwatoe hiyo SportPesa Arena, iwapeleke Ulinzi Complex, iwapeleke Nyayo penye wamezoea, ati nawatakia ushindi. Si unaona? Sasa hiyo ndio nauma Gor. Hiyo ndio nauma Gor ati mbona wana favor FC. Na hatujui mbona alifanya hivyo. Maybe wako na maamuzi yao wenyewe. Juu sisi popote tunaenda, timu itaki inapigwa, ikubali pigwa tu. Sasa kuna mambo unaona kama constant imekuwa mingi hivi. I believe sasa Federation inaenda kushikilia vizuri na kuhakikisha kwamba tusikuwe na more complaints. Game ikuwe fair for everybody. Ichezwe tu venye inafaa ichezwe. Tukiangalia pia top scorers. Exactly, top scorers wa KPL this time. Tuko na watu ambaye yani unaweza shtuka sana. Joe Waithera kutoka Murang'a Seals. Aliuza pena. Si ndio aliuza pena? Ako na 11 goals. Alafu tuko na Paul Okoth kutoka Ulinzi Stars. Ako na 9 goals. Alafu tuko na kijana yako anaitwa Humphrey Aroko. Kijana yangu? Umemsifia sana. Kinyanjui, wewe Kinyanjui. Humphrey Aroko, Kariobangi Sharks, ako na 9 goals. Alafu tuko na Kotiama kutoka Kenya Police. Ako na 8 goals. Hao ndo wale ma top 4. FC wote yuko? FC bado sijaona mtu. Lakini top scorer ya Kenya Premier League inakwanga na Ujana Sinyonja. Inakwanga Kitu na KPL top scorers ni inakwanga na different people. Watu ambao utegemei kabisa ndo wanakwanga top scorer. Na mwenye amechukua this time achukue next season. Hakuna mtu amekuwa ameshajiestablish hapa Kenya kama scorer ambaye anajirudia. Unless ni kina Michael Olunga. Wala walikuwa ni striker ambao anajirudia kina Alan Wanga, Michael Olunga, wakina Emmanuel Shuma, hao walishaenda. Lakini siku hizi leo ni huyu amefufuka, kesho ni next season ni huyu. So it's always inasumbua, ndio maana unasikia hata coach wa Kenya anashindwa sana kuchagua players. Bana, usiongee hivyo bana, usiongee hivyo. Unikasisha. Juu coach huo Makathi, Makathi yuko fair. Pia uliona, si ndio? Aje. Mbona aache Tyson Otieno? Mbona aache Katasi? Aache Kinyanjui? Anakuchagua wenyewe tu wajue ni kina nani wanaenda kupiga penalty huko sio? Odada, Richard.
Richard Odada. Amacha Tyson, amacha Kinoundo, anataka nani? But to be honest, FC kuchagua mtu yote, that was bad. McCarthy Canada tusikia, that was bad. Na ile hapo kulikuwa na baadhi because tuko namba 2 kwa ligi. Wewe basi hata chukua basi mtu mmoja, chukua Tyson Otieno ama chukua Kinyanjui. Angalia waende pale. Balance pale. Pia Kenyan League. Juu kama alichukua Gora akachukua sije alikuwa plus wawili. Sasa angechukua hata wawili Tyson ama Kinyanjui ama chukua goalkeeper Katasi aende. Because we are number 2s. Sijui chuki kwa wapi ama vya jina yake na sound McCarthy. McCarthy naingilia wapi na selection? McCarthy anataka alikuwa anasema like anatumia watu wamezoea. Kuna watu wengine wa Gor Mahia alichukua ambao wachezangi wako tu kwa bench. Ona Ben Stanley. Exactly, anafanyanga nini? But anamjua yeye mwenyewe personally jinsi anacheza na yeye. So ana feel like huyu coach hajui kuchezesha huyu mtu. Wacha mimi anipeni muonyeshe. Anamjua wako na ukaribu ama anamjua kutokana na mpira kucheza. Hii game yake hakuna. Tufanye hivi mafans. Tuseme tu kweli Rosel. Tuseme tu kweli. Nani sahi midfielder mkali kushinda Tyson Otieno sahi? Tyson anaupiga mwingi. Nani? Anamshinda. Hakuna. Na mbona alibaki? So naona another teams ndo nikwambia like penye imefikia sasa mimi nasema maybe tuseme federation iko na chuki fulani na teams. Iko na watu wake. Unaona? Sasa uchungu wenye Goro anasikia ndio uchungu pia sisi tulisikia wakati Harambee Stars ilikuwa inachagulia iende wapi? Icheze is it Rwanda ama ilikuwa wapi? Ilikuwa ni Rwanda hapa. Ende Rwanda si ndio? Same thing ndo nilikuwa nataka kuongelea cooperative. Hizo corporate ni kuna corporate team na kuna community teams. Yeah, exactly. Community teams tuko na Gor, tuko na Shabana na tuko na FC Leopard. Mpaka nijeke mwisho juu ndo wakali. Murang'a Seals ni SportPesa. Murang'a Seals ni SportPesa. So iko under corporate team. So community team 3. Lakini kenya mimi unifresha ni bona community teams ati mafans ndo kusema kama live alone I'm not supporting Shabana but nikipeana experience yangu kwa mpira kwa kitu Shabana. Yes. Shabana huo coach anaitwa Okidi, yeah. Okidi ametoa mbali. So kuja tu Okidi amepigwa game 2 zikifuatanisha time na tukawapiga FC. Mje FC tupendi mchezo. Kwa bumbu hapa tunacheza. Piga huo, tuwapiga 5. Okidi kwenda kwa ati mafans wa mtaki. Mnafukuza coach mwenye kwa the best coach of that season kwa hiyo month. Sienda alikuwa the best coach of the month. Na mnamfukuza kwa nini? Juu ni community team, juu mafans wanataka mtu wao. Unaona? Na pia nataka kusema maybe hizi mambo na pia community teams ziko na makatel tu by watu wanataka coach kutoka ngambo ndio akikuja wamseme huko anatoka budget fulani. Wajitengee hao, wajikulie. Wampeke nyota. Wanataka because community kuna shida because kama last time tukipigwa na Mathare. Sasa tumepigana team 3 unbeaten. Mathare katupiga. Mafaza wakasema Ambani moja aende because chairman ni Ambani na head coach ni Ambani. Sasa nijiulize inaingiliana wapi? Hivyo mnasaidiaje team bama? So community teams au mafans ndo wanafanyanga team inakosa moral. Tunafaa ukipoteza to encourage. You can do better. Si mnamka mali mtu mmoja aende. Hatutaki coach. Sasa coach anahusiana. Ama what is your take on that? Hiyo kitu ya community inasumbua sana. Mimi kulingana nimeona community inasumbua sana. Nimeona hadi hata hapa ukishuka NSL kuna community teams zinataka kukuja kama 2. Community teams NSL. Mombasa United na Mathare Migori Youth. Hizo zote ni community teams. Unaona? Mombasa United ni number 1 au number 2 wako joint point na Migori Youth. Lakini so mmoja yule coach huyo coach mwenye alileta Shabana akafukuzwa. Alikuwa nani? Simjui jina. Alileta Shabana. Asije Silembwa. Alileta Shabana akafukuzwa. Akaingia Mombasa United. Sasa ndio Mombasa United ameleta timu 2 kwa Premier League. Kuna Shabana na kuna nyingine hapo pia alileta. Gani? Kuna timu nyingine pia alileta hapo kwa Premier League. Akafukuzwa kazi. Sasa ndio huyu amefukuzwa kazi Mombasa United. Kwa sababu Mombasa wanataka mtu wao. In fact wameweka mtu wa kwao, sijui Ali ama Hassan. Unaona? Alafu wanasema jamaa anachezesha timu yake, watu wa kwao, watu wa bara. So wanataka kuchezesha watu wa wakati umejua amebaki games kama 9. Na wakoshua hapa lazima waingie. So wanafukuza huko tena. Nasikia alipromise coach akiingia wanamnunulia gari ya 3 million. Nilisikia sio ameka Rolls Royce 3 million. Kuna gari fulani alikuwa so you see, it is so bad. That bad. Mwanake na mafans wameleta pressure. Atoke huyo, achezeshe watu wa kwetu. Amtoeni. Sasa hiyo ndio pressure naongelea kwa mafans wa community teams.
Alipeleka Naivas pia mpaka kwa playoffs ya kuingia kwa Premier League. Kwa Premier League, yeah. Akatolewa. So unaona? So waache tu kocha afanye kazi yake. Board iwakuwe na board yenye iko serious. Unaona kama timu za huko nje watu hawasikizange mafans sana. Sana. Ni board inakaa chini unakuwa judge kulingana na venye umefanya kazi ya. Si ati tu fana mke atutaki coach fulani unajua huyu sasa hapana huyu hatuwezani naye. Na fana ana recruit fani mwenzake. Fani mwenzake pia anasema hatutaki huyu. Pia alafu anaanza kupiga kelele kwa uwanja. Ndio hiyo. Alafu inakuwa ni chaos. So kindly hawa tumanini. Talking about that sasa tuingie NSL kidogo tukimalizia. NSL pale pia kuna moto na panda. Games zimebaki 9. Sio kama huku juu imebaki 6. Huko imebaki 6 yeah. Huko imebaki 9. 6 games. Na pale wanaongoza ni Migori Youth. Wametai na Mombasa United. Kisha hapo chini kuna kina Equity. Timu 3 zinaingia automatic. Race inazidi kupanda. Pale ni ukichelewa unabaki. Yeah. So tunawawishia all the best wakipanda waingie kwenye ligi ambayo si ya mchezo. Huko ni veteran ndio wanacheza. Kabisa? Huko. Na hizo timu zingine naona zinacheza na vijana wadogo NSL tunajua. Vijana wadogo NSL na watu wa KPL na watu wakubwa by the way. Naona so watu experience. So unamaanisha next season Migori Youth kwa KPL. Tunakuja. Lazima tuingie. Nyamrede. Mgoshua mtapiga FC. Mnaweza tupiga Nairobi lakini mkija nyumbani. Ndio toki kwa kuja kidogo jamaa. Kuna game FC ilicheza na Mara Sugar. Uwanja ni mbovu. Kenyan Federation uwanja mzingatie. Kama Kasarani tulihost Chan. Kasarani imekuwa Chan ilikuwa ni Kasarani gani? Ni Kasarani tunaona jana Gora kicheza Kasarani. Iko na pothole mvua imenyesha imeharibika kuna nyasi. Ni kama wanaweka crusade huko. Bana, serikali. Kaili mazee tulikuwa na huu Minister of Sports anaitwa Mviria. Manze si Murkomen. Sports ni nani? Murkomen no? Murkomen sijini wa huko mambo ya sijui wapi. Ni mambo ya internal security, internal affairs vitu kama hizo. Lakini ni huyu jamaa Mcoast. Salim Mviria kitu kama hiyo. Kama ni king. Mtu wa Coast hapa hivi ndio sports. Mazee make sure that hizi facilities zinakuwa maintained. Venye channel moja ile channel ilitengeneza. Kama Afcon wakifika kwa karibu kufika 6 months tu. Mnawapatia viwanja wana maintain na standard zao. Nilisikia tu walitupea tena tukatengeneza uwanja. Wakakuja kupata nyasi tumeka si hiyo. Sio hiyo unashangaa. Tena kabidi wachukue tena. So hata Afcon watachukua. Mnawapatia viwanja zote. Hao ndo employ watu, hao ndo wanafanya. Alafu shida ni wakiwacha watu kushindwa ku maintain hizo standard. Nilisikia tulimelipa how many billion? 3 billion. Ya kupatiwa access. Hiyo pesa zinakujanga tena kusaidiana tu kwa mambo security, ku maintain uwanja, hizo vitu zote, transportation ya teams na vitu kama hiyo 3 billion. 3 billion mingi. Na nchi zote moja zinalipa 3 billion. Asio 3 billion. Nchi zingine like unaona kama wenye watu wanalipanga fee ya activity fee. Nchi zote zinalipa for Afcon. Afcon hizo activity fee. So lakini wenye na host wanaambia sasa nyinyi jumna host tupateni shwari tikiti tunaenda kwa poa. Tupateni 3. In case imebako last minute, hii pesa tunapeleka kwa nchi nyingine mbio. Hiyo pesa mnarudishi wangu in case hakuna kitu kimefanyika, hakuna damage, hakuna nini. Wanarudisha. Ngoshua tarudisha. Wakenya kama mtu haribu anything. Hamtaingia kwa uwanja na fujo. Hatutaribu na fujo. Hiyo ndio niko sure taribu na. Moja ni kwanga ni surety. Imagine mmesema tutahost alafu lazima wase hatutahost. Wanaanza aje sasa hivi? Si moja inahitaji mapesa sasa hiyo. Ni kweli. Yeah, so we need that money. Na pia tunangoja Raila Odinga Stadium. Talanta Raila nilikuwa najua derby itafika. Unajua the next match we're playing against Gor whereby ni derby na tunajua tu kawaida tuliwapiga na bado tunaenda kuwapiga tu. Tulikuwa nadhani hiyo derby tutacheza Talanta Stadium juu hiyo ndio uwanja kubwa sasa. Ile uwanja bado inaenda kuchukua muda. Mimi nilikuwa najua sasa itakuimeisha twende derby. Itachukua muda. Maana yake ukiangalia bado viti za VIP za kuinstall zote but wameshaweka LED hilo lights hizo za advertising board zinakimbia pale, viti zimeshapangwa. Ndio watu wana complain hizo vitu hizo color zao si mzuri. So wale change viti. Walikuwa hizo zilikuwa za hapo za regular. Hizo za regular. Huko penye tunaenda kukaa huko kama fans. But huko ujue ukienda VIP kuna za kusimama na kurudi. Alafu kuna VIP sasa zenyewe zile mzuri. Sasa shida yangu sijui pale uwanja itakuwa aje. Mimi naona uwanja itakuwa poa unless nimeona pia itakuwa ngumu wa fans kwenda huko ndani. Itakuwa ngumu. Si kama ile jana Gor mafans waliingia kwa uwanja. Kasarani. Waliingia. Kuna kwa na shimo pale ama waliingia kwa shimo iko lakini waliingia huko.
Walifika. Mwanangu. Alafu another thing, hiyo uwanja Atalanta hope itakuwa na wakiongeza time tunaona. Hiyo tunashangaa tu time wakiongeza time tunaingia kwa masimu kuangalia. Hatuoni wameongeza time dakika ngapi. Ile itaonyesha. Itakuwa na hizo advertising, itakuwa na VR. Itakuwa na VR, itakuwa na goal line technology. Mbele kipita goalkeeper na referee na bana. Itakuwa na modern technology. Lazima tuangulishia Madada, Kelly Madada bana 18 alafu akatunyima penalty bana. Na hiyo tukatoka kuongelea juu mfasa tu crazy. Lakini ingekuwa goal. Federation. So watu wangu mazee, tulikuwa tunafanya hizi episode tulikuwa tunachambua once in a while, tunakuja tunachambua. Kama sio mimi ni mjukuu atakuwa anafanya hiyo maneno, mnakuwa mnaona, mnaletewa table analysis venye kunaenda na predictions za game next zitaanza kufanyika mtu wangu. Au sio? That's how we do it in Sports Africa. Kama wewe ni mgeni, subscribe, share, sambaza ujumbe. Na umeomba tuko kila mahali. Tuko kila mahali by the way, tuko Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, hata tunaingia Spotify. Mapema sana. Tukiendelea hivi tunaingia Spotify. Na mtu tuseme ati mbona tuna air game ya KPL na tumevaa jezi za timu zingine. Tunajipanga, tutaki kuonekana bias. Tuko tu sporty bado. Tuko tu sporty, tuko nayo. Si ndio? Au sio? We advertise Spotify by the way. Si tunaenda huko Spotify. Tunaenda huko, tunapeleka huko. Au sio? Hii Emirates kidogo watu wa Arsenal jana kidogo, lakini msijali. Wanalia. Next season bado. Next season ni mbaya. Ni mbaya. Au sio? Ilikuwa mzuri tena sana. Mzuri, Tunaendelea kufuatilia Kenya Premier League, tunaendelea kufuatilia NLS. Love local sports. Tutakuja kuletea mpaka hata rugby. Tutaongelea kila kitu, wewe usijali. Keep it Sports Africa. Until next time. Ciao.